Kwa majina naitwa Kevin Omo Matengo. Mimi ni mkaaji wa Kawangware 46. Na maisha ilikuwa inanipeleka vizuri. Maisha ilikuwa tu ni hapa kule. Nalala kwa vibanda. Nasumbua watu. Ni mtu mahasira. Nilikuwa nikikunywa pombe nasumbua. Navuruga watu, nikikunywa tu pombe navuruga. Lakini tangu nikuje hapo kwa Apostle, maisha yangu yamebadilika. Naona at least hii hata kama ingawa hajabadilika sana, lakini imebadilika. Yaani napunguza kidogo hizo mahasira zangu. Maana nasema hivi, kama mimi nikiwa kwa kanisa najihisi nikiwa nyumbani, na naomba Mungu sana ili kusaidia Apostle, sisi vijana wake hapa aendelee tu na hiyo kazi anafanya, na sisi pia tubarikiwe. Tangu niokoke kwa kanisa kumekuwa na mabadiliko sana kwa maisha yangu, na nashukuru sana Apostle na wale walionileta hapa kwa kanisa. Juu kanisa siko naijua, nililetwa na mandugu zangu hapa kwa kanisa. Walinitoa mtaa, kuja tuende kwa kanisa, mabadiliko inaweza kuwa na nyinyi. Nimeona mkono wa Bwana nafanya kazi, nasema ni asante. Hii kanisa mimi nilikuwa tu kijana wa mtaa. Rafiki yangu mwingine tulikuwa tunakunywanga naye, hata alikombolewa kwa hii kanisa. Akaniambia, "Kiongozi ya kushinda hapa mtaa. Tunange church at least." Hata kwa church ni poa juu huko kuna mambo mengi. Na hii church nilijua through kwa rafiki yangu anaitwa Brian. Ndio nileta kwa hii kanisa. Na nikapata dada yangu mwingine pia kumbe alikuwa anashiriki kwa hii kanisa. Akaniambia pia tushirikiane. Nashukuru. Kwa majina naitwa Alvin Ochieng. I'm a born again Christian. Kuhusu mambo na hii kanisa, ni rafiki yangu ndo alini introduce, of which nimekuja leo na nikaokoka leo. Introduce, alikuwa ameniambia kuhusu hii kanisa kutoka kitambo, lakini ni venye nilikuwa na mashughuli mingi, so akani introduce, nikakuja leo nikampokea Bwana Yesu Kristo as my personal savior, na nimefurahia kabisa. Na nimeangalia hata congregation ni ya mayouth, na mayouth tunaweza saidiana, tupatiane mawaidha kuhusu mambo 2-3 ili tuchanganue, tuelimishe, tujue kuhusu Mungu. Na hata sisi venye tumekuja tumeokoka kama mimi, as in like next time naweza enda niite marafiki zangu hata wakuje wakoke kama mimi venye nimeokoka leo, na nasikia vizuri sana na appreciate ni mambo ya God. Juu amenitoa far. Nimekuwa na shida mingi sana, lakini venye nimeona God hivi, naona mambo yangu itaanza kuja kuwa mzuri. Na pastor venye ametuelezea pale, amesema tusiachilie mambo ya God. Juu kiachilia mambo ya God utaenda astray. So nimeona as in like kuanzia Sunday nitakuwa nikikuja church, na nitakuwa nafanya kila kitu as my best ili niweze kufika hapa na nielimishe marafiki zangu wale ambao wanatumia miadarati. Hata mimi nilikuwa natumia hizo vitu, niwaelimishe kabisa, niwaambie Mwenyezi Mungu ndo personal savior wako, na in order to succeed in this life lazima upate Mungu ndo akubariki kabisa ili uweze kusaidia watu wengine. Na mtaani wapi mahali naishi? Mtaani naishi Dagoretti Satellite. Mimi ni wa Satellite, mkaji wa Satellite. Na wengi wangu, hata wengine marafiki zangu wengi ni wa Satellite. Nitakuja niwafahamishe kuhusu hii kanisa na niwalete, na pia waweze kutoa ushuhuda wao. Nauza nguo pale Adams Toy Market, lakini kulingana na hiyo mambo na drugs na nini, nikakuja nikaacha kazi, nikaingilia mambo na drugs,
lakini nikakuja nikarecover, nikapelekwa rehab, nikarecover vizuri. Sasa ndo najaribu kuanza kufuata footsteps kidogo kidogo ili niweze kurudisha kazi yangu, juu bado duka yangu iko hapo, lakini sina ile pesa inaweza nisaidia kabisa aswa niende Gikomba nichukue nguo nipeleke kwa duka, lakini nimeanza pole pole na I'm still recovering. Naona kuna matumaini juu kulingana na venye rafiki yangu hakukuwa venye nilikuwa namjua. He's a changed person na naweza taka nikuwe kama yeye. Shukran. Amen. Kwa majina ni Wesley Clement. Mtaa mimi kama Ngware. Nilikuwa nikihustle pale kwa stage. Nafanya kazi ya matatu. Kutoka nijue hii kanisa nilijua through marafiki zangu. Wanileta, nikakuja nikaokoka, nikamjua Bwana Yesu. Tangu nikuja hii kanisa, mambo yangu yamebadilika, mambo yangu yamekuwa vyema. Na nimeona mkono wa Mwenyezi Mungu ukifanya kazi. Na tunasema Mungu ni mwema juu pia alinikomboa kutokana na maovu. Si ati pia mimi nilikuwa mzuri, si ati pia mimi nilikuwa mbaya. Ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Tangu niingie kanisa mambo yangu ilibadilika kabisa. Kabisa, totally kabisa. Na nimeona mkono wa Mwenyezi Mungu ukifanya kazi. Mambo yangu japo ikienda poa, mambo yangu japo ikienda vizuri, nimekuwa nikihangaika hapa na pale. Lakini tangu nimtambue Mwenyezi Mungu nilikokoka. Nilishukuru sana, nikasema pia mimi siwezi taka kuishi maisha ya kulewa, uizi na mambo mengine ambayo si mazuri. So pia ningetaka wale waliotoko pale huko msipie pia nyinyi pia mtake hiyo maisha tu ba kureform ndio form. Na pia mjue Mwenyezi Mungu. Msikibile tu maisha ya dunia. Maisha ya dunia ni mafupi. Na raha iweishi. Bado pia raha mzuri ni ile ya kanisa. So mimi tunaweza sema ni kanisa hili linibadilishia maisha yangu na mambo yangu sasa yamenyooka. Mithali naweza wapatia ni moja inasema show ikifanyika kimaisha mimi ninuka. Nipate na wasuka wastiri na washika. Wamasa na mabuda tamasai na mashuka. Ngori wewe epuka, akili wewe funguka. Kuwa rada wewe setuka, chunga noma wewe revuka. Ngoma ni mimi David kutupa, kanju mimi natupa. Mvazi meraruka wanashtuka. Aliyefi nipana shuka, chunga kujikuta wewe kijuta. Hasa wewe tafuta. Kwa majina naitwa Kevin Ngugi wa Wiru. Ama jina mtaa unanijua kama Tito. Mimi naishi Ngwaro. Kujulisha hii church ilikuwa through rafiki yangu. Ndio nikajua hii church. Mimi nakuaga msewa nini? Huko mtaa unaitanga Kabaridi. Hiyo pickpocket. Kabaridi. Unaona? Ama Smanko. Lakini mimi nimefurahia kama Mungu anaweza niokoa nitoe huko. Hiyo ndio ndakuwa nimeshukuru sana. Na mimi kwanza kitu nimestuka. Vile nimeona pastor anajua ile shughuli nilikuwa nikifanya. Na amejua mambo mengi kunihusu. Yenye sikuwa natarajia, hata nimeshangaa ameyajua aje. Lakini mimi nimeamua ndaokoka na ndamfuata Mwenyezi Mungu. Nimeamua kuhusu nilikuwa nimebakisha siku 21. Lakini sasa Mwenyezi Mungu ameiondoa. Sasa mimi nimeokoka na Mungu ni mwokozi wangu. Jina ni Susan Ngure. Naishi Kawangware. I'm a chef by profession. But of late nimekuwa nikipitia few challenges kukosa job. Then ina cause unaingilia mambo na drugs. So ina lead to more challenges. So kuhusu church nilijua through my friends wenye wamekuwa wakiwa the journey na mimi. Ndo nilikam nao. Ndo liniambia about huko. I'm happy leo nime get saved. I hope to continue in the same path in future. I hope God atanipea more strength, courage ya keep on. Naomba tu in future like nirudi in my career. Yeah, I think then
and I feel like I have a new start. Kufanya soul searching, ikuwe ni yeye mwenyewe amejitakia kukam kwa God, then everything else aiache to God na itakuwa. Then obviously uangalie like the company we keep, because ina leading either to positive or negative impact. Yeah. Kwa majina naitwa Gerard Githe Hujenga, nimetoka mtaa Kawangware. Nimeona change leo kwa sababu hata kujua huku nilivutwa na best yangu amesaidikia kwa, kaniambia nikikuja huku na nikuwa nimeamua kuchange. So ile tu atikuja juu ya peer pressure ama nini, nitasaidika pia. Na juu nimeamua kuchange, ndio maana nimejileta hapa. Juu hata pia mashida zenye zinanifuata huko nje, juu hata zinafanyanga mtu anaendelea kwenda chini pia badala ya kuinuka. Nimeamua kuchange juu ya venye nimesikia venye pastor amehubiri. Amesema, ametuambia ujiulize swali, who am I? Usiweke rasta tu juu. Unapenda tu kuna watu wako na rasta. Unajua hata kulingana na kazi yenye nilikuwa nafanya ni ya donda. Yaani kuoneshana wewe mrui, lakini ujui inanikatizia juu hata nikienda pale siko representable. Najua nimeamua kuchange. Ndio maana nimenyoa rasta. Juu hata mtu sasa nikimwambia nimeacha kapombe atakubali nimeacha, juu hata yeye anaona change ndani yangu. Nikiambia mtu wewe acha kunipatia kabangi, ataona yenyewe nilichange. Juu sasa unajua siwezi kuwa nimechange na bado niko kwa ile kampani. Lazima nimuonyeshe mimi nimetoka kwa hiyo kampani, ndio mwenye atataka pia kuchange nimuonyeshe nje yenyewe hata mimi nilionyeshwa. Yeah. Kwa majina naitwa John Mulandi. Nimemkubali Kristo leo kwa sababu kulingana na mafundisho ambayo pastor ametuambia leo, imenifurahisha sana na imeniingia ndani ya moyo wangu. The other thing ni kwamba naishi Kawangware, mtaa wa mabanda wa Kawangware, ambapo ndio nimetoka. Kazi yangu ni ya kufanya kazi ya kusukuma troli pale nyumbani, ambayo ndio inaweza kulisha familia yangu. Jambo ambalo limenifurahisha leo ni kwamba nimesikia nimeguswa, kwa sababu ni ukweli ambao pastor anaongea ni ukweli ambao unagusa roho yako, unasikia yenyewe kusema ukweli. Hayo mambo yameweza kukugusa, na ningependa wale wengine pale nyumbani ambao wenye wako na mashida, kuna suluhu ambayo ni nzuri sana ambayo iko huku, ambayo kwa kweli hata wewe kama mwanadamu utaona kuna suluhisho. Nimefurahia, nimeokoka na nimempenda Mungu na nimemkiri Mungu kama mwokozi wangu. Asanteni sana. Kuokoka ukiwa na bado nguvu ya kutumikia Mungu. Kuna kitu Mungu hupenda kama hiyo. Usiende kumkubali saa zile umezeeka, umechapa wewe, ni kitu haitumiki. So saa hizi ukiwa na nguvu mtumikie na usimwache. Connection yako na yeye ibaki vile, si ndio? Mmebarikiwa na mmekaribishwa tena.